Welcome again to Reality with Joe. And today I just want to share the word of the Lord. Na hii itawaendea wale ambao ni watumishi ambao wameitwa na Mungu, wachungaji, manabii, watu wale wote ambao wameitwa na Mungu na wakaachiwa kondoo. I just want to speak to you guys because there is a lot happening around the society of Christianity. Kuna wakristo wengi ambao wanaishi maisha tofauti na yale maisha ambayo ni ya utakatifu. Kwa sababu gani? Leo hii wakristo wale ambao wanaenda kanisa kila siku ya Jumapili, kila siku ya Jumamosi, wengi unapoangalia yale maisha ambao wanaishi wanapotoka pale kanisani ni maisha tofauti na yale ambayo unayaona kanisani. Ule utakatifu ambao tunaangalia upo pale kanisani ni tofauti na utakatifu ambao wanauishi pale manyumbani. Katika maisha yao ya kawaida, uwezi wapata wanaishi yale maisha ambayo wanayaona pale kanisani ama wanapoenda kanisani. Yaani Ukristo wa sasa umekuwa ni kanisani. Lakini unaporudi katika yale maisha ya kawaida pale nyumbani, imekuwa ni kawaida. Na ndiposo unaona Ukristo unakejeliwa kwa sababu gani? Wale ambao wanajiita ni Wakristo, wale ambao wanajiita ni watumishi wa Mungu, wanaonekana kana kwamba hawafanyi kazi ile ambayo inafaa, kwa sababu Yesu alipoenda mbinguni alituambia kwamba nimewaita na nimewaachia kondoo. So hawa kondoo ambao unapata wewe mchungaji umeachiwa, nipeane mfano kwamba wewe uko na kondoo wako pale nyumbani, uko na mifugo. Tuseme uko na mifugo pale nyumbani. I think you always make sure that mifugo wako wamekula vizuri, wamepata maji vizuri, wako na afya. Yaani wewe kama mwenye wale mifugo, una make sure that wanakaa poa, kwa sababu umeachiwa kazi na Mwenyezi Mungu. Sasa tukirudi katika Ukristo wa sasa, ningependa kuzungumzia kwa nini Wakristo wengi wanaishi maisha yale ni kinyume na utakatifu, ni kinyume na Ukristo ule ambao wanaportray na kuclaim kwamba wao ni Wakristo. Tukianza na wachungaji wale ambao wameachiwa, hawa waumini ambao ni kondoo. Wachungaji wa sasa ama watumishi wa Mungu wa sasa ni kama kwamba wamelala na kusahau ile kazi ambao wameitwa waifanye. Leo hii tumesahau kwamba kanisa nini. Unapata kwa sasa watu wengi wanafikiria na kujua kwamba kanisa ni pahali watu wanakusanyika. Imekuwa ni kawaida, watu wanaenda wanakusanyika siku ya Jumapili, watu wanakusanyika siku ya Jumamosi, lakini unapoangalia yale maisha ambayo wanayaishi after makanisani, inakuwa ni tofauti na kila ambacho wanaclaim na kila ambacho wanaportray. So inakuwa ni vigumu, na ndiposo unaona dunia ya sasa imekuwa ikiwakejeli Wakristo. Wale watu wa kidunia wamekuwa wakiwakejeli Wakristo kwa sababu gani? Wakristo wa sasa wamekuwa ni hypocrites. Wakristo wa sasa wamekuwa hawaaminiki, hawaeleweki, hawajulikani wamesimama wapi. Kwa sababu gani? Watumishi na wachungaji wale ambao wameitwa na Mungu waweze kuwahudumia hawa Wakristo ambao ni kondoo wameachiwa na Mwenyezi Mungu, wao pia wamelala, hawajui kazi ambao wanafaa kufanya, hawajui kazi ambao wameitwa, hawajui kila ambacho Mungu amewaita wafanya. Sasa makondoo na wale wote ambao wameachiwa hawa watumishi wenye wameitwa na Mungu wametapakaa. Kondoo wametapakaa, hawajui neno la Mungu, kondoo hawajui kusimama, kondoo hawajui kujitetea wakati majaribu yanapokuja. Sio kwamba wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu wanashindwa, hapana. Mafundisho yale ambayo yangewasaidia wao kuishi maisha ambayo ni matakatifu pale maishani mwao, pale nyumbani, pale wanapo interact na watu wa kidunia, yamekosekana katika maisha yao. Leo hii watu wanakusanyika makanisani, unawaangalia unaona ni watakatifu, lakini wanapotoka makanisani na kurudi katika maisha yao ya kawaida inakuwa ni tofauti.
Huo ndio Kristo tunaoona kwa sasa. Wachungaji, watumishi wamekuwa wa uongo, wamekuwa hawaeleweki, wameanza kufanya kazi kinyume na ile kazi ambao wameitwa. Na tukumbuke kwamba Mungu atakaporudi, Yesu atakaporudi, atakuhesabia wale watu waliokupa wewe. Haijalishi wewe ni mtumishi, haijalishi wewe ni muinjilisti, haijalishi wewe unahubiri mitandaoni. Kuna ile numbers umepewa na Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo amekupa namba, na hiyo namba itakuja kukuhukumu baadaye. Atakuja kuangalia ni watu wangapi ulikomboa, atakuja kuangalia ni watu wangapi uliwaambia ukweli. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu Wakristo wa sasa kuishi maisha matakatifu, kwa sababu watumishi ambao ni wachungaji wameitwa waweze kuwahudumia wamejishughulisha na kazi zingine, wamesahau wito wa Mungu, wamesahau ile karama na kazi ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu waweze kuifanya. Unapokuwa wewe ni mtumishi wa Mungu na umepewa kondoo uweze kuwalisha, make sure wamepata neno vizuri. Make sure umewafundisha jinsi ya kuishi maisha matakatifu pale maishani, pale nyumbani mwao, wanapo interact na neighbors. Yesu alisema tuwapende maadui zetu. Yesu akasema tuwapende jirani zetu. Utampendaje jirani wakati wewe mwenyewe auishi maisha matakatifu? Hauwezi kumpenda mtu kama wewe mwenyewe hujui upendo ni nini, kama wewe mwenyewe hujui kujipenda ni nini, kama wewe hujui ni nini maana ya upendo. Huwezi kumpenda mtu mwingine. Kwa hiyo wachungaji ambao mmepewa kazi ya Mungu, mmesahau kazi ile ambao mmepewa muweze kuifanya. Kondoo wametapakaa. Mtu anaingia kanisani siku ya Jumapili, siku ya Jumamosi, lakini anapotoka kanisani akirudi katika maisha yake ya kawaida, hajui kuomba, hajui kufunga, hajui kusoma neno, hajui chochote kile ambacho kinaambatana na Ukristo. Yeye anajua yeye ni Mkristo, lakini Ukristo kwake imekuwa ni dini, kwa sababu haimsaidii, haimtofautishi yeye kuona tofauti wake na watu ambao hawajaokoka. Na yeye ndio watu wale ambao hawajaokoka waweze kukua na mvuto na ile kukua na imani kwamba hata mimi ningetamani kukua kama jirani yangu. Hawauoni ndani yake. Huyu Mkristo anayetoka kanisani siku ya Jumapili, siku ya Jumamosi, ndiye anayesengenya, ndiye anayeiba, ndio kahaba, ndio mzinzi wa hali ya juu, ndio mnyang'anyi, ndio hypocrites. Yaani huwezi mtofautisha na mtu wa dunia. Yaani unapata yeye hata ni zaidi ya mtu wa kidunia. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu yule mtu wa kidunia kutamani kuokoka, kutamani kumpokea Kristo, kwa sababu wale ambao wanaportray themselves wakijiita kwamba ni Wakristo hawayaishi yale maisha ambao wanayasema. Sasa watumishi wa Mungu wao wamenyamaza, wanafocus na maisha yao. Unapata mtumishi wa Mungu ni kuambia watu, kuwahubiria injili ambayo ni tofauti, ni injili ya uongo, kuambia watu watabarikiwa, kuambia watu wataishi maisha mema. Huwezi kumwambia mtu aishi maisha mema wakati hujamfundisha kuhusu hayo maisha mema, wakati hujamfundisha kuhusu vile ataishi hayo maisha ambayo unampromise. Hiyo ndio shida. Na ndiposo unaona leo hii utakuta Wakristo ambao wanaenda kanisani, ambao wanasimama na Mungu, ambao wamesimamia kazi za Mungu, wengi ndio wanaopitia maisha ambayo ni kinyume na kila ambacho wanakisema pale mbele ya watu, kila ambacho wanakiongea. Unapata Mkristo anapitia challenges za masturbation. Unapata Mkristo ndio anayepitia challenges za ndoa. Unapata Mkristo ndio anayepitia challenges za kimaisha, za kikazi. Kwa sababu gani? Kanisani mchungaji amfundishi jinsi ya kuishi maisha matakatifu, amfundishi jinsi ya kuishi bila yani jinsi ya kuishi vile atapigana na hii vita ambayo iko mbele yake. Kwa hiyo unapata Mkristo wako lakini hawezi, ana uwezo wa kupigana wa kiroho. Hajui vile anakabiliana na hizi shida za masturbation ambazo zinamsumbua. Vijana wengi, youths ambao wale ambao wako pale kanisani, wale ambao wamejaa makanisani, wengi wana masturbate. Wengi wako katika
mahusiano ambayo hayaambatani na Ukristo. Wengi wako katika mahusiano ambayo hayajathibitishwa na Biblia, ambayo yako kinyume na neno la Mungu. Lakini mchungaji wao hawezi waambia chochote kwa sababu hawafundishi, hawaambii kwamba kukua katika mahusiano ni vibaya. Unafaa kuwa, kama unataka kuoa, unafaa unajipanga, unaongea na Mungu. Hawafundishi jinsi ya kuishi katika yale maisha ambayo unatakiwa kuishi ili uweze kuoa ama kukua kwa ndoa. Yeye anajishughulisha na mambo yake mwenyewe. Anapokuja pale kanisani hawafundishi watu. Kwa hiyo unapata waumini na Wakristo ambao wamejaa makanisani bado wanaishi katika yale maisha ya dhambi. Sio kwamba wameshindwa, ni kwa sababu wachungaji wamelala, ni kwa sababu wachungaji wamesahau kazi ambao Mungu amewaita waifanye. Ndio maana leo hii unaona Wakristo wengi, yaani imagine wewe ni Mkristo lakini bado you are struggling with masturbation, you are struggling with fornication. Yaani wewe na mambo ya kidunia imejaa ndani ya maisha yako, lakini wewe ni Mkristo. Na tukumbuke kwamba wakati rapture ita happen, wale watu ambao watakaoachwa nyuma si watu wa kidunia, kwa sababu mtu wa kidunia, mtu ambaye hajaokoka, ajui Kristo ni nini, yeye hana shughuli za kujiprepare, hana shughuli za kujiandaa eti ndio sasa rapture ikihappen mkute. Hapana, wale watu wengi ambao watakaoachwa kwenye ile rapture ni Wakristo. Ni watu ambao walikuwa wanasema wao ni wanajua Yesu, ni watu ambao walikuwa wanaenda makanisani. Wengine hata wataachwa tu wakiwa kanisani. Rapture ina happen, mtu alikuwa anaomba kanisani bado anaachwa. Kwa hiyo wachungaji, watumishi, fundisha watu neno la Mungu. Fundisha watu jinsi ya kufunga na kuomba. Fundisha watu jinsi ya kukabiliana na changamoto za kiroho. Wakati majaribu ya kiroho yanapokuta mwanadamu ama kukuta yule mtumishi ama yule muumini ambao ako pale kanisani, anaweza kuyakabiliana na kujua jinsi ya kujitetea. Kwa sababu gani? Amefundishwa. Hata mtoto mdogo ili aweze kuyajua mambo lazima afundishwe, lazima pitishwe mahali afundishwe kwamba hichi na hichi kinafaa na hichi hakifai. Lakini sasa watumishi wa Mungu wamelala. Watumishi wa Mungu wamekuwa ni matapeli, wamekuwa wao sasa ndio wanawatapeli watu. Walipewa kazi ya kuwachunga kondoo, imekuwa sasa kondoo ndio wanawachunga watumishi. Kondoo wamekuwa ndio sasa wanawachunga wale ambao wameitwa na Mungu. Unaangalia maisha ya mtumishi na maisha ya muumini wake ni tofauti, unashangaa. Imekuwa ni tofauti. Yesu alituambia kwamba kama sisi tunafanya kazi na tumeitwa tufanye kazi ya kuhudumia wengine, lazima tukue chini yao. Sisi tunawahudumia. Sisi ndio tunaofaa kuwahudumia waumini, si waumini watuhudumie sisi. Muumini amekuja na shida pale kanisani. Muumini amekuja na maisha ambayo hayapendezi. Lakini wewe kama mchungaji haumuongeleshi, haumhudumii, umemwacha. Vijana wanapitia maisha ya kujichua, wanapitia maisha ya masturbation. Wasichana wanapitia maisha, spirit za lesbianism zinawasumbua katika maisha yao. Lakini kanisani mchungaji amelala, haezi kuongea, haezi kuzungumza. Na hata unawakuta wachungaji wengine ndio wanaowatongoza wasichana pale kanisani, wao ndio wanaoharibu vijana pale kanisani. Kwa hiyo inakuwa sasa ni mazoea, inakuwa ni maisha ya kawaida, inakuwa sasa tena si utumishi. Imekuwa ni vigumu watu kutuangalia sisi kama Wakristo na kuona kwamba enyewe sisi ni Wakristo. Kwa sababu tunapotoka kanisani na kurudi katika maisha yetu ya kawaida, tunafanana na watu wa dunia. Mienendo na tabia zetu zinafanana na watu wa dunia. Kwa hiyo hamna tofauti kati yetu na watu wa kidunia. Na Biblia inasema kwamba lazima tukue wa tofauti, lazima tujitenge na mambo ya kidunia, lazima tukue wa tofauti. Wakati dunia inatuangalia inatuona tukiwa wa tofauti, kwa sababu mienendo na tabia zetu na maisha yetu tunayoyaishi ni tofauti na maisha ya watu wa kidunia. Hauwezi kumshawishi mtu kuokoka kama wewe mwenyewe unaishi kama yeye. Huwezi kumwambia mtu aache pombe wakati wewe mwenyewe unaikunywa siri siri. Kuna dhambi ambazo zinatesa Wakristo wa sasa.
Kuna dhambi ambazo zinatesa Wakristo wa sasa na wameficha, wanaitenda kisirisiri, lakini wapo kanisani. Wengine wako katika huduma, wengine wako katika huduma ya kuimba, wengine wako katika huduma ya maombi, wengine wako katika huduma ya kucheza vinanda pale kanisani, lakini maisha yao ya kawaida ni maisha chafu, ni maisha ambayo mbele za Mungu hawatambui kama Wakristo. Lakini wachungaji, kazi yenu ni gani? Kazi yenu kama wachungaji ni gani? Watumishi wa Mungu, mumelalia wapi? Mulifanya nini? Kuliendaje? Wakati ulianza vizuri, mbona umegeuka? Mbona wahudumii waumini wako? Mbona kondoo wako wametapakaa? Leo ningependa kuambia watumishi wa Mungu, rudini kwenye mulianzia. Kondoo wamepotea. Uko na kanisa kubwa, lakini wote ambao wako ndani la hilo kanisa, wote unawapeleka kuzimu. Au wasaidii kumjua Kristo. Mfundishe mtu kumjua Kristo. Fundisha mtu kutengeneza mahusiano kati yake na Kristo. Asija akakutegemea wewe. Wakati adui anaingia usiku, anaota ndoto chafu, ajue vile atapambana, ajue vile ataomba na kukemea. Lakini wewe unamfundisha kukutegemea wewe. Sio vizuri. Waumini wanawategemea watumishi, wanawategemea wachungaji. Yaani mpaka hata mtu haezi kuomba, lazima mtegemee mchungaji wake amuombee. Lazima mtegemee nabii wake amtabirie. Yeye mwenyewe haezi tabiri, kwa sababu watumishi na wachungaji wamelala. Mulipewa kondoo, lakini hamuwahudumii. Kondoo wako njaa. Kondoo hawapati maji. Kondoo hawapati chakula. Wakati nyinyi tu mna enjoy na maisha, you don't even care about your members. Amkalishi watu chini hata kuwaongelesha, kuwauliza maisha yao pale manyumbani wanaishije. Nyinyi kazi yenu ni kung'ang'ana kutaka kuona vile kanisa limejaa, lakini hilo kanisa lote unalipeleka kuzimu, na Mungu atakuja kukuhukumu wewe. Biblia inasema wale ambao wameitwa na Mungu mtahukumiwa. Nini zenu zitakuwa juu. Ndiposa Paul alikuwa anaambia watu kwamba tusikue walimu wengi, kwa sababu walimu, hukumu itaanzia kanisani, sio duniani. Watu wale ambao tuliclaim na kusema kwamba sisi ni Wakristo, hukumu itaanza na sisi. Tutaangaliwa yale ambao tulifanya. Tuliachiwa kondoo, tutaangaliwa ni kondoo wangapi tulileta katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo watumishi na wachungaji wote ambao mmeitwa, iwe wewe unahubiri mitandaoni, iwe wewe unahubiri kanisani, kumbuka Mungu amekupea numbers, na hiyo numbers umepewa na Mwenyezi Mungu. Atakuja kukuhukumu kama uwezi badilisha njia zako na kuambia watu kweli, na kuambia watu na kuwafundisha kuhusu Kristo, kuwafundisha to have a personal relationship with Jesus Christ. Waumini wako wasikutegemee wewe. Waumini wako wamtegemee Yesu. Wewe wafundishe, waambie watu kweli kwamba Yesu anaponya, Yesu anakomboa, Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha, na uwafundishe kila kitu. Amina.